Ndiyo, sio mwanamke pekee ambaye anaweza kuwa na changamoto ya uzazi. Naomba unielewe kwa makini sana. Tunaposema uzazi au changamoto ya uzazi ni combination ya watu wawili, na maana mwanamke na mwanaume. Yawezekana mmekuwa mkitafuta mtoto kwa muda mrefu. Ni vema mkakaa kikao cha dharura nyie wote wazazi wawili, mkajiuliza shida ni nini ambayo tumetafuta mtoto kwa muda mrefu imekuwa ni changamoto kwetu. Yawezekana changamoto ikawa ni kwa mwanamke changamoto zikawa ni mirija ya uzazi kuziba, uvimbe kwenye kizazi, endometriosis. Hii inaweza kapelekea kwa upande wa mwanamke, au akawa anatoa ovary ambalo imeshakuwa na changamoto, na maana alina support ambayo inaweza ikarutubishwa na mbegu ya kiume na akaweza kubeba ujauzito. Kwa mwanaume changamoto ikawa ni mbegu ambazo hazina ubora na idadi sahihi ambayo inayoweza kusupport kurutubisha ovary la kike aweze kubeba ujauzito. Lakini kwa mwanaume huyu changamoto ikawa imemkabili upande wa uzazi, ambapo labda amewahi kufanya photography, kuangalia hizo video za hapa na pale, ikampelekea kuathirika katika mfumo wake wote. Akawa anatoa mbegu kama kawaida, lakini hizo mbegu haziende kufanya kitu chochote kwa mwenza wake kurutubisha ovary na aweze kubeba ujauzito. Mimi lengo langu ni kwamba nikufikie, niweze kukwambia ukweli huu, uweze kuangalia au kuchukua hatua gani za kufuata uweze kutatua changamoto hii ili muweze kupata mtoto. By the way, tunaweza kuwasiliana pia, ukachukua namba yangu unaiona hapa chini, tukawasiliana ili kupata programu ambayo utatumia ndani ya siku 30 au 60 kulingana na changamoto ilivyo. Vile vile usisahau kucomment, kufollow na kushare kwa mwingine ili aweze kujifunza, kwa sababu kupitia ushauri wako au kumshauri yeye, yawezekana akawa amepona changamoto yake kupitia ushauri wako.